Mauongo 5 ya fedha yalionifanya niwe broke kila siku. Na wanaume wengi bado wanaamini ile ya namba 3. Lakini ukweli ni kwamba siku tu utaelewa jinsi fedha inavyotembea, huwezi kuendelea tena kufanya kazi kwa hiyo staili unayoifanya. Na si unafanya kazi kama mtumwa, lakini bado wewe unaita kujituma, na hiyo ndio sababu uko broke. Basi tuende kwenye mambo 5 niliyoyaamini kuhusu fedha, na kila mojawapo iliathiri future yangu kwa kiasi kikubwa sana. 1. Hard work. Nilikuwa nikiamini kuwa kufanya kazi za nguvu ndio huwafanya watu kuwa matajiri, lakini bidii pekee haiwezi kumfanya mtu kuwa tajiri. Bro, nenda kwenye eneo lolote la ujenzi, mtafute mfanyakazi anayefanya kazi kwa bidii pale, kisha umuulize thamani ya fedha anazozipata bro, utashangaa sana. Hiyo ni A. B. Wakulima. Wakulima wanafanya hard work kubwa sana. Ni wafanyakazi wa kila siku, yaani wanafanya kazi kwa bidii mpaka wakome. Lakini pia uulize watu wanaofanya kazi usiku, na pia uliza wale wanaojivunja mpaka migongo ili kufanya kazi. Hao hawana chochote katika maisha yao, na wakati mwingine hawapo kabisa hata kwenye maisha hii. Yaani wanaishi kivyao, kama kufa kama kupona. Hawapo kabisa kati ya watu wenye fedha duniani. Sasa jua hivi, kazi ngumu ndo huanzisha safari ndio, lakini mifumo ndio huendesha safari ya mafanikio. Unapata fedha zako za kwanza kwa kazi ngumu, lakini unajenga utajiri wa vizazi kwa kutumia mifumo na matumizi ya nguvu za wengine. Kwa kutumia mfumo wa teknolojia na vyanzo vya mapato vitaendelea, na utaendelea kupata fedha hata ukiwa umelala. Kwa sasa, acha kuabudu mateso bro. Acha kutukuza mateso na uanze kujenga mifumo, utafanikiwa sana. 2. Faida ya fedha. Nilikuwa nadhani kuwa faida ndio jambo muhimu zaidi. Faida kwanza ni nini? Faida ni kile unachobakiza baada ya kurudisha gharama zote ulizozifanya. Bro, achana na kufaidika. Ukiendelea kutafuta faida, utaishi maisha yako yote ukiwa broke. Utakosa hela lakini hautakosa pressure. Brother, mzunguko wa fedha ndio fedha zenyewe. Yaani ni bora upate faida kidogo, lakini fedha ziwe zinazunguka kutoka kwako kwenda kwa wengine kurudi kwako tena. Ndio sababu kampuni inaweza kukaa miaka mingi bila kupata faida kubwa, lakini haiwezi kuishi hata mwezi mmoja bila mtiririko wa fedha kuingia. Watu matajiri hawahangaiki faida kwenye karatasi peke yake, bali wanazingatia fedha zinazozunguka mikononi mwao bro. 3. Kipato, umiliki. Mimi nilidhani kuwa lengo kubwa kwenye maisha ni kuwa na kipato kikubwa sana bro. Kipato ni mwanzo tu wa elimu ya fedha. Katika kiwango cha juu cha utajiri, watu watuzungumzii kiasi unachopata kwa mwezi. Brother wangu, tunazungumzia kile unachobakiza, yani unachokimiliki. Hutowahi kusikia watu wakisema Dangote hupata kiasi fulani kwa mwezi, no. Lakini utasikia wakisema pesa ya Dangote ni kiasi fulani, au thamani ya Elon Musk ni kiasi fulani. Kwa sababu katika kiwango cha utajiri hatuhesabu mapato, bali tunahesabu umiliki. Haijalishi unapata kiasi gani, muhimu ni kiasi gani unakithibiti na kukihifadhi. Umiliki ndio mchezo mkuu hapa. Kipato ni raundi ya mazoezi. Jifunze kubakiza fedha zinazopita mikononi mwako. Hiyo ni vizuri zaidi ya anayejifunza kuongeza kipato. Asante kwa masikio yako. Lakini kama unahitaji kujifunza zaidi kuhusu jinsi ya kutoka kwenye umaskini mpaka kufikia utajiri, kanuni 7 za kijana mtukutu zinakuhusu. Tena zinakuhusu sana tu. Kwenye kanuni ya 5, mwandishi amezungumzia masuala hayo kiundani zaidi. Nitumie neno PDF, nami nitakutumia linki ujisomee, ufaidike, uwe tajiri. Tukutane huko mbele. 4. Mali. Nilikuwa naamini kuwa vitu vya gharama kubwa ni mali. He brother, kumbe gari lako sio mali, nguo zako sio mali, na kila kifaa kinachopungua thamani kadri muda unavyoongezeka sio mali. Kadri muda unavyopita sio mali. Mali ni kitu kinachoongezeka thamani kadri muda unavyokwenda, au kitu kinachokuingizia fedha. Kama hakifanyi mojawapo kati ya hayo mawili, basi sio mali. Hilo ni deni linalovaa vazi la kifahari. Brother,
Acha kuita matumizi yako kuwa utajiri, bro. Utajiri ni jina safi sana na sio la kujaribu hata nusu ya siku kulipa jina hili kwenye vitu vya kipuuzi. Namba 5, kupata na kuhifadhi fedha. Hili nalo ni neno ama hili nalo ni kosa hatari sana. Nilifikiri kwamba ukijua namna ya kupata fedha basi moja kwa moja unajua namna ya kuzitunza. Kumbe ni ujuzi mbili tofauti kabisa. Kupata fedha kunahitaji uwezo, ujuzi na kuona fursa. Kumbe mtu yeyote anaweza kuingia katika kipindi cha kupata fedha, lakini swala kuu ni kuzihifadhi. Kuhifadhi kunahitaji nidhamu, kuhifadhi kunahitaji ujuzi, kuhifadhi kunahitaji kujizuia, kuhifadhi kunahitaji uvumilivu na uwezo wa kutokutumia kila unachopata. Ndiyo maana unaona wanamichezo wengi washindi wa bahati nasibu na watu waliorithi mali wakigeuka kuwa masikini mbele yako baada ya muda tu. Wale walikuwa na uwezo wa kutengeneza fedha lakini hawakujenga uwezo wa kuzihifadhi. Watu wanaojenga vitu na kuacha urithi wa kudumu walijifunza yote mawili. Hapo ndipo tofauti iliyopo. Sio kwa sababu taarifa hizi hauzipati wala hazipatikani, bali kwa sababu wanaume wengi wanapenda kuonekana matajiri kuliko kuwa matajiri kweli. Kumbuka brother, maneno ya laiti ningejua mara nyingi ndio kauli za mwisho za mtu aliyepuuza hekima, hakizani kuwa hekima atazikuta uzeeni. Kumbe hekima zinapatikana ujanani kwanza, uzee unakwenda kuishi nazo tu. Jenga hakiba ndugu yangu, jenga mali ndugu yangu, tengeneza maisha yenye thamani kabla hujafa. Sio mwingine, ni wako mwalimu Kelvin Ndume. Hii ni AUGC Speaker na hapa tunaangalia ukweli ya maisha. Hii ni episodi yetu ya 7, ile ya You Can Be Loved But Still Be Used. Nakupa hii kwa sababu usikose fedha, usije ukatumiwa hovyo. Wanawake wanaogopa sana wanaume wenye fedha. Jifunze jinsi ya kuzipata bro, uheshimiwe. Utatumika sana kama utakuwa masikini. Utazikwa vibaya kama utakuwa masikini. Hata kufa utakufa vibaya, maana utakufa na njaa brother. Pata fedha ufe umeshiba, uanukie wakuzike haraka, wakuzike vizuri sana. Asante. Tumia hekima tu utanielewa. Amin.